Leo nataka nikuletee simulizi ya jamaa mmoja anaitwa Lazaro, rafiki wa karibu wa Yesu Kristo. Baada ya kuugua, Lazaro alifariki, na baada ya siku 4 kupita, Yesu alipokea taarifa za rafiki yake wa karibu Lazaro kupoteza maisha. Kama ilivyokuwa kawaida ya binadamu, Yesu alifika msibani na kuhani msiba, na alipofika msibani, ndugu zake Lazaro walikuwa na malalamishi, wakilalamika wakisema kama ungekuwepo basi ndugu yetu asingelifariki, kwa sababu ndugu zake Lazaro walitambua uwezo mkubwa ambao ulikuwemo kwa Yesu Kristo, na baada ya hapo ni baada ya kushuhudia miujiza mingi ambayo Yesu Kristo alikwisha kuifanya. Baada ya hapo Yesu alifanya muujiza mkubwa wa kumfufua Lazaro kutoka katika mauti, na story ilikuwa kubwa sana mtaani, ukizingatia katika nyakati hizo Yesu alikuwa anapitia upinzani mkubwa kutoka kwa viongozi wa Kiyahudi. Na baada ya Yesu kumfufua Lazaro, ndio hiki ambacho leo tunatamani tujifunze, ambacho kitatukomboa wengi katika maisha yetu ya kila siku. Sasa ukisoma kitabu cha Yohana ile sura 12 mstari wa 9 mpaka 11, kuna jambo kubwa la kujifunza. Biblia inasema umati mkubwa wa Wayahudi wakapata habari kwamba Yesu yuko pale. Kama tunavyofahamu, Yesu huduma yake kubwa ilikuwa ni kufundisha watu neno na kuwaleta watu karibu kuendelea kumjua Mungu Baba wa mbinguni, kuwakomboa katika vifungo, lakini kuwaokoa wanadamu katika fahamu zao na kumjua Mungu aliyetuumba. Baada ya Wayahudi kupata habari kwamba Yesu yuko eneo moja na akiendelea na huduma, Wayahudi walifika pale si kwa ajili ya Yesu tu, bali pia wamtazame Lazaro aliyemfufua katika wafu. Basi wakuu wa makuhani wakafanya shauri la kumuua Lazaro naye, kwa sababu kwa ajili yake Wayahudi wengi walikuwa wakiondoka kwao na kumwamini Yesu Kristo. Sasa kuna vitu vingi vya kujifunza katika stori hii ya Lazaro kufufuka. Kitu cha kwanza, ushuhuda wa maisha hubeba uzito mkubwa. Waingereza wanasema the life of a testimony has a great power. Lazaro hakuwa anahubiri kwa maneno, uwepo wake ulikuwa ushahidi hai wa nguvu za Yesu. Watu walimuona aliyekuwa amekufa, lakini sasa walimuona akiwa anaishi. Hii inatufundisha kwamba kile Mungu anachofanya ndani ya mtu kinaweza kuleta imani kwa wengine bila hata kutumia nguvu kubwa. Lakini kitu cha pili tunachojifunza ni kwamba nguvu ya Mungu hufunua mioyo ya watu. Waingereza pia wanasema God's work reveals the heart of the people. Baada ya Lazaro kufufuka, pale alipokuwepo, wengine walikuja kwa hamu ya kujua ukweli kama kweli amefufuka, lakini wengine walijaa na wivu na hofu ya kupoteza mamlaka, hasa viongozi wa Kiyahudi. Sasa ishara moja ya Mungu iliwagawa watu kulingana na mioyo yao. Neno na matendo ya Mungu huleta mwanga unaofichua kilicho ndani ya mioyo ya watu. Kitu cha tatu cha kujifunza ni kwamba dini bila ukweli inaweza kupinga kazi ya Mungu. Wakuu wa makuhani walipanga kumuua Lazaro kwa sababu alileta watu kwa Yesu. Hapa tunaona hatari ya kulinda mifumo kuliko kutafuta kweli. Imani inapokosa unyenyekevu inaweza kupambana na kile Mungu anachokifanya. Lakini kitu cha tatu tunachojifunza ni kwamba ufuasi wa Yesu una gharama. Na hapa nitawakote Waingereza pia wanasema following Jesus has a cost. Kumbuka katika maisha yetu ya kila siku, unapochagua kumfuata Yesu Kristo, unachagua kuingia katika gharama ya kuacha dhambi, gharama ya kukimbia kuacha vitu ambavyo vinaipendeza dunia na kufuata kile ambacho kitampendeza Yesu Kristo. Lazaro hakuomba kufanywa ushuhuda, aligeuka kuwa shabaha. Tutambue kwamba kumwamini Yesu kunaweza kuleta upinzani, hasa pale ukweli unapovuja maslahi ya wengine. Lakini kitu cha tano na cha mwisho ambacho tunajifunza kupitia stori hii ya Lazaro ni kwamba imani ya kweli huzaa matunda. Aya ya 11 katika kitabu hiki cha Yohana inaonyesha matokeo, ambapo inasema Wayahudi wengi walikuwa wakiondoka kwao na kumwamini Yesu. Kazi ya Mungu inapodhihirika, imani huzaliwa, hofu vunjika na mwelekeo wa maisha hubadilika. This is Love Untold Podcast.